Na mimi leo nikasema tumepewa kuwa Yesu ni mchungaji mwema kwetu. Hakika Kristo ni mchungaji mwema kwa sababu alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu sisi kondoo ili tupate kuwa salama. Bwana asifiwe. Yesu ni mchungaji mwema kwa sababu alikuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Bwana asifiwe. Yesu ni mchungaji mwema, alikuwa tayari adhihakiwe, apigwe, afe ili mimi na wewe tuwe salama. Bwana asifiwe. Haya yote yanamuonyesha mchungaji mwema Yesu Kristo, naye anamtambulisha. Lakini katika somo tulilosoma kuna maneno ya tofauti kidogo yameenda ndani zaidi, na maneno hayo ni kuanzia Luka 9 tuliyosoma mstari ule wa 10. Mimi kidogo yamenipa kidogo ukakasi, nikamwambia tutafakari kidogo, na mimi nimejipima kama mchungaji. Sasa kama mchungaji wenu nimejipima na stahili kiwango gani? Bwana Yesu asifiwe. Yesu na wanafunzi wako faraga. Mwambie mwenzako faraga. Faraga. Hivi unaweza kumwambia mtu hujamwangalia? Mwacha utani bwana. Mwambie mwenzako faraga. Walikuwa faraga. Na hii faraga ni baada ya kuchoka. Wanafunzi kuna mahali walienda kutoa huduma, wakafanya maajabu mengi huko. Sasa wamerudi wakawa wanamsimulia Yesu yaliyotokea kule, wanamwambia. Akasema twende faraga. Faraga mara nyingi wanakaa aidha wapenzi au watu marafiki, na faraga inaweza aidha kutafakari au kufurahia, sio hivyo? Sasa sisi hapa hatujaambiwa walikaa faraga kufanya nini Yesu na wanafunzi 12. Hatujaambiwa. Ila mimi nilivyotafakari nafikiri walikaa kutafakari huduma yao. Unaona hivyo? Nafikiri walikuwa wamechoka wakakaa, ni kama walikuwa faraga kutathmini kazi ya huduma waliokuwa wakifanya. Wakiwa pale wanawasimulia, kumbe huko nje mkutano mkubwa umekuja. Mkutano wa watu umekuja kama sisi tulivyokuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano mkubwa ulikuwa umewafuata huko nje. Yesu akaiacha faraga. Mwambie mwenzako Yesu akaiacha faraga. Na akaiacha faraga ya wanafunzi na watu wake wa karibu, akaenda wapi? Kuwaona wale mkutano waliofuata. Na mkutano huko tumeambiwa walikuwa wengi. Wanaume walikuwa 5,000, na kweli Biblia ikikwambia 5,000 unajua ni wanaume, kulikuwa na wanawake pengine. Na unajua huko kanisani wanawake tunyoshe mikono. Wanawake tunyoshe mikono. Mshangilie Yesu wanawake. Wanaume nyoshe mikono. Unaona? Kwa bila shaka na ule mkutano kulikuwa wanaume 5,000, kwa hiyo inawezekana tuzidishe mara 2 kama leo ilivyo hapa. Mnaonaje? Tuzidishe mara. Kwa tuseme pengine wanawake walikuwa 10,000, wanaume wakawa 5,000. Watoto tuwatoe kwa sababu pengine kwenye msongamano kama huo waliwaacha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Basi mwambie mwenzako inawezekana walikuwa 15,000 kama ingekuwa ni sasa. Kama ingekuwa ni sasa wangekuwa 10,000, kwa sababu wanawake sio wanakuja wengi kanisani. Wa baba tumeacha kanisa, tunajua sana habari za Mungu. Kwa hiyo tunahitaji kuzisikia. Yesu akawafuata nje. Mimi kilichonishangaza ni kwamba Yesu yuko tayari kuwaacha rafiki zake tena shara. Yuko tayari kuwaacha hawa watu wake wa karibu akawahudumie watu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye mchungaji mwema. Yuko tayari kuiacha faraga akawahudumie makutano waliomfuata kwa sababu walisi wanamhitaji. Hapo ndiko Yesu anaanza kuonyesha mfano wa uchungaji mwema, kwamba tuko kwenye kikao na tathmini na kubwa, lakini watu wamenifuata, nahitaji kuwahudumia. Yesu anaacha kazi yake ya kuwa faraga na wanafunzi akawahudumie watu wengine waliohitaji huduma yake. Bwana Yesu asifiwe. Na lile neno tulilosoma hajaishia hapo. Mimi nimeshangaa, anasema si tu aliwahudumia, akasema mkutano walipokuja aliongea nao habari za Yesu, za ufalme wa Mungu, lakini akawaponya wale waliohitaji kuponywa. Bwana asifiwe. Hebu tusome tena lile neno. Naomba turudie, kila mtu aweke macho yake.
Na mkutano walipojua walimfuata, akawakaribisha, akasema nao habari za ufalme, akawaponya wale wenye haja. Naomba turudie hapo wote. Akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aliwaponya wenye haja. Kumbe tunaweza kukusanyika wengi, lakini wenye haja wakawa Bwana asifiwe. Umesikia hiyo mzee na Kei? Hakuponya wote wenye shida, hakuwasaidia wote wenye shida, isipokuwa wale waliokuja kanisani wakiwa na haja, ndiyo aliyowagusa. Isipokuwa sisi leo tuliokuja Jumapili ya leo tukiwa na haja na Bwana Yesu anatugusa. Mchungaji mwema anatugusa wale wenye haja, wale waliokuja hapa kuonyesha nguo na mavazi na walivyo wazuri na nini, au hana haja nao, wao wamekusanyika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuko very tricky kidogo. Tunaweza kuja wote kanisani, tukafurahi wote kanisani, lakini wengine tusipokee. Ukaanza kujiuliza, huyu Mungu mbona ni mbaguzi? Utazame moyo wako, ujue kama mchungaji mwema una haja naye. Kama umekuja kanisani kwa ajili ya haja yako mbele za Bwana, hebu mshangilie Yesu kwa makofi. Kwa hiyo wapendwa, mkija kanisani nje mkiwa na haja kwa Bwana, haya ndiyo makutano yenyewe kama yale mchungaji mwema Yesu Kristo anapojitokeza, anakuja kuwatazama wenye haja na yeye. Kwa hiyo na yeye yuko tayari kuacha kazi zake ili ahudumie haja yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni hili la wanafunzi. Mimi hao wanafunzi nao wakanishangaza. Wameona Yesu amewahubiria wale watu, ameambia habari za ufalme wa Mungu na mambo yameenda. Jioni kunaanza kuingia, wanamwambia mheshimiwa, tafadhali waruhusu hao watu waondoke, wana njaa, hawajala na hatujui watalala wapi. Akamwambia, mnasemaje? Sema basi hatuna hela ya kununulia na hatuwezi kununua mkate ya watu wote hawa na vitu, tutapata wapi? Akanambia, wapeni ninyi chakula. Mchungaji mwema anajali hata ustahimilivu wa mili ya watu. Wapeni ninyi chakula. Sasa shida iliyopo hapa, wanafunzi wakatafakari, tuna mikate 5, tuna visamaki 2, alafu mkutano hapa unazidi 10,000. Hivi ulishaikuwaza? Uchoyo ukaanza kuingia. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako acha uchoyo, usiwe kama tenashara. Wakaanza kuwaza, hatuwezi kuwa na mikate 5 na visamaki 2 tukalisha huu umati wa watu wote. Wakaanza kufikiria wao watakula nini. Na ndivyo tulivyo wa Kristo. Ukiambiwa mtolee Bwana, unasema nina 5,000, sasa nikitoa nitakula nini nyumbani? Ukiona hivyo juu roho ya shetani ya uchoyo. Lakini Yesu anakwambia, wapeni ninyi chakula. Toeni hicho mlicho nacho. Wana mikate 5, wana visamaki, watu ni zaidi ya 1,000. Unawalisha nini? Wakaona huu mchezo ni mchafu, sisi hatuwezi na hatutaweza kuwalisha. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaweza kuwalisha. Mimi najua ule mfano wa ule mtu anaitwa Honda. Mnamjua ule Secheleo Honda? Na wangapi wanamjua Secheleo Honda? Wangapi mliwahi kuona vifaa vimeandikwa Honda? Hivi vifaa vya magari nini? Wangapi pikipiki? Yule Secheleo Honda ana ushuhuda mkubwa kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Sasa najua mpendi kufuatilia haya, lakini Secheleo Honda alienda kuomba kazi kwenye kiwanda cha Toyota. Kabisa, amejikoki mwanaume, amesoma mambo ya engineering, akaenda kuomba. Sisi kitakuwa ilikuwa ni mechanical engineering, eti msinikosoe wale wanaitwa engineer.
akaenda kuomba kazi akijiamini yeye anaweza kuwafanyia kazi na wakafurahi. Alipofika alienda na kibaiskeli. Hao wenzetu wanapenda vibaiskeli vidogo vidogo. Akafika pale kwenye kiwanda cha Toyota, wakamwambia, sisi hatuwezi kukuajiri wewe, una sifa. Yaani kwenye sifa za watu tunawataka wewe hauna. Akaumia sana. Alipotoka kwenye mlango wa geti, akakutana na mtu mmoja mlemavu. Akamwambia, mimi ningependa kupata baiskeli yako hiyo, unipe. Secheleo Onda hana usafiri wa kurudi nyumbani, akachukua kibaiskeli akampa yule bwana, alafu akaondoka kwa mguu zaidi ya kilomita 18 akitembea na waza. Ndani njiani akiwa anawaza, akawaza namna ya yeye kwenda kuunda vifaa vyake njiani. Yaani muda ule ametoa sadaka ya kabaiskeli na kazi kakosa, anawaza namna ya kutengeneza kifaa kingine kitakachomsaidia mbeleni aendelee ili kureplace nafasi ya baiskeli. Secheleo Onda akawa anawaza, alipofika akaanza kuunda kitu kina matairi matatu, akakiunda, akakitengeneza. Alafu anawaza ametoa sadaka baiskeli, kwa hiyo anawaza atakuwa anatembelea nini kwenda kutafuta kazi. Wakati anawaza, akazalisha kifaa cha kwanza chenye miguu miwili, yani pikipiki, ikalipitwa jina lake Honda. Kidogo alichokuwa nacho Secheleo Onda cha kutoa sadaka ya baiskeli kilimpa mawazo ya kununua pikipiki, kutengeneza pikipiki, na leo kina mawazo ya kutengeneza magari na vifaa vingi. Wapendwa, tunavyo vidogo tukiwa wachoyo, Bwana hawezi kuviongeza. Bwana asifiwe. Bwana hawezi kuviongeza. Nakwambia kweli, hicho kidogo ulicho nacho kifanye kwanza kwa Bwana, alafu Bwana atafanya vitu vikubwa. Sikiliza, wana mikate 5 na visamaki. Bwana Yesu anawaambia, wapeni ninyi chakula. Wanawaza, haya, hatuna hela ya kwenda kununua pengine mjini, au mpaka twende mjini sasa tukanunulie. Lakini tazama wapendwa, niwaambie kitu. Yesu anavichukua vipande 5 na visamaki 2, anavinua huko mbinguni, anavibariki, alafu anavimega, vinaongezeka, anawapa, wanakula watu wote, mkutano mzima. Hicho kidogo kilichobarikiwa na Bwana kinaweza kuwa kikubwa. Sasa tuende mwishoni uone kilichotokea na maajabu haya. Baada ya watu hao kula, Yesu anawaambia, kusanyeni hivyo vikapu. Walikusanya vikapu vingapi? Bwana Yesu asifiwe. Walikusanya vikapu vingapi? Vilitoka wapi wakati walikuwa na visamaki 5 na visamaki 2 na mikate 5? Uone Bwana hesabu yake ilivyo ya ajabu. Watu wanahesabu zile alizopata na kuwapa watu wakala. Hicho kidogo walichokuwa nacho na alichokibariki Bwana walikitoa, na baada ya Bwana kukibariki walikula watu wote wale 5,000 na kadhaa. Lakini baada ya kula, si tu hiyo, walibakiza vikapu 12, kwa maana ya hesabu ya tenashara, kila mtu akawa na kikapu chake kilichojaa mikate. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kidogo, muulize mwenzako, una nini? Mchungaji mwema anataka kubariki hicho ulicho nacho leo, una nini? Bwana asifiwe. Hizi ni hesabu za Mungu. Mikate 5, visamaki 2 vimegeuka kuwa vikapu 10. Yaani angalia Yesu alivyo trick. Kumbe hata vile vimikate 5 na visamaki 2, hata wao wangekula wasingeshiba. Si unanielewa? Maana tena shamba ni 12. Ukijumlisha na Yesu wanakuwa 10 si ndio hivyo? Walikuwa na mikate vingapi? Na visamaki vingapi? Alipovibariki si watu wote walikula. Lakini angalia cha kushangaza, vilibaki vikapu 10, ili kila mtu alibaki na kikapu chake. Mwambie Bwana ukitoa, mwambie mwenzako ukitoa, Bwana anabakiza kikapu chako. Bwana Yesu asifiwe.